Sawa, ndio hivyo kama ninavyokueleza. Tapokuwa tayari mimi nitakuja kukaa tuzungumze tufanikishe hilo swala. Sasa hivi bado Mami, bye. Mama. Samahani. Umetoka huko ndani tena? Unajua vipi? Safari njema. Unajua yule vimaza ule. Kitu gani hicho? Huyu naye. Yaani pale ulipomsimia uzuri wake ule. Mbona unajua nilifurahia kwa sababu ule mamdogo ule anapenda kusifiwa. Yaani wewe ukimsifu hata kama ana milioni basi anaweza akakupatia. Lakini kama mzuri sifa yake apewe. Unajua bibi, yule bwana ishakuwa mtu mzima. Ndio. Sasa bado anaupenda ujana. Ujana na mzuri. Ujana mzuri. Yaani ule utuzima wake wote, yaani yeye haujali. Yaani yeye anaupenda ujana. Sijui lini atabadilika kusema la ukweli. Sasa wewe kila ukimsifia basi anapata faraja. Kumpatisha ati shamjua ati kama ukimwambia vile ndio nini? Anapenda. Basi ndio ndio hivyo tena mchenji ndio hivyo tena. Ndio. Anakumwagia bwana, yaani hamna wasiwasi. Hata kama ana milioni basi anaweza akakupatia. Kama 50, kama 40. Alimradi. Ndio wakati ninaanza masomo. Wakati ninaanza masomo unajua Faza alikuwa kidogo uwezo wake uko chini. Basi mimi nikaa natafuta point. Point gani mimi naweza nikapata pesa za kujiendeleza na masomo? Basi nikagundua Ni duma. Nanda. Hizo salama ni vipi? Hii chaja zamani tu. Chaja zake ni tatizo zake. Kasi ya 5. 5.
Kwa hiyo ndugu wafanyakazi wenzangu, kama tulivyokubaliana, tumeitana hapa juu ya kupongezana kutokana na uendeshaji mzuri wa kampuni yetu. Hivyo ndugu wafanyakazi wenzangu, ninachokutakeni baada ya kuondoka hapa, tuwe wajumbe wazuri kwa kwenda kuwaeleza maelezo mazuri hao wenzetu ambao walikuwa hawakuwahi kufika hapa kwa sababu moja au nyingine. Nafikiri tumekubaliana. Kwa hiyo ndugu zanguni, lolote litakalotokezea bwana, mambo si mambo. Da dogo bwana, yaani sikia leo hapa kwenye kikao, yaani siko sawa hapa kidogo. Kwa nini sasa? Siku mbili tatu nyuma hapo, unajua mama ameniambia vitu vinanishughulisha kidogo. Kwa hiyo pale kwenye kikao kunazungumzwa, kunapangwa mambo, lakini mimi mwenyewe naona nipo tu pale kama skeleton. Unajua, tangia asubuhi ile nikutazama, nahisi kabisa wewe kuna kitu anacho. Sema kana kusubiri nilipoona kuzungumza au la. Ukweli ni vipi? Mama aliniita na shida yake kwamba mimi nioe. Baya zaidi basi. Sasa mbona unacheka? Sasa wewe kuoa ndio tatizo? Au uone kama mtu anaenda wewe? Hapana, unajua vipi? Kuoa sio tatizo, ni vitu vya msingi sana, lakini sasa kila kitu kina maandalizi, lakini kama hujajiandaa inakuwa ni vitu vingi. Babu Ali, jiandae kitu gani? Ndio, kwa sababu vitu vya kushtukizia vinakuwa sio sawa. Kibaya ambacho mimi kinanionyesha kitu kwamba yeye ameshanitafutia mchumba kabisa. Amenitafutia nani? Tua. Utakomba mwatua? Ndio. Alafu na sita kwa hapo sasa ndo mnapoona kitu mimi. Kwa sababu mimi siti. Na nahisi atanihisi sio Mungu wangu. Tumeshajaribu kuvuruga mambo mengi kwa kuliplan hili hapa. Yare, unajua lakini alafu yeye akipata vitu ambavyo vya kushtukizia viko kinyume na ule utaratibu ambao tumeupanga, ataumia. Kwa anielewe sasa. Lakini unajua yote unataka. Unakumbuka kuna kipindi nilikushauri nichukue siti mpeleke nyumbani. Ungempeleka au kumtambulisha yote, sasa singetokea. Mama singekuchagulia mchumba. Ushafahamu bwana? Au unataka mwenyewe. Mamako wewe lazima kuchokonoe tu kwa sababu umri unaenda sasa hivi. Unajua Jamali, kuna baadhi ya vitu ningelivifanya mapema ingekuwa sio sahihi. Pale nyumbani mimi nina ndugu zangu wa kike.